wananchi wa Mbeere North, be happy and proud of yourself. Mumepigana kwa ujasiri. You have resisted this arrogance. Na mmesimama imara kabisa. Na yale yote ambao tuliona huko Malava, mimi nawauliza wenzangu, sometimes I prefer to be very specific and polite in dealing with these issues. Power comes and goes. Ask me, I was Minister for Interior one time, and I coordinated national government functions. I understand government. There's nothing I don't understand. The kind of things we are seeing here are going to destroy our country. Na niseme tu kweli hapa hadharani. I normally see people circulating my clips of things I said in 2022. I said tutakuwa na shida hii. Sasa wakati mambo imeingia, I see people circulating those clips. Don't circulate this one when we have gone in trouble, because I'm saying this openly today hapa kutoka Mbeere. Tukiendelea namna hivi vile tunaendelea, we are headed the wrong direction na tutaharibu nchi yetu sisi wenyewe. Hii ni siasa ya kubomoa nchi. Ni mambo ya kiburi, kubeba mali ya serikali, pesa ya umma, kujipiga kifua hapa kwa viongozi, kudharau maoni ya wananchi na kura za wananchi, ili sasa wewe uwe na nia yako and you have your way whatever it takes. Let me tell you, my brothers and sisters, especially those of you, my fellow citizens and my brothers and sisters in government. Those countries where you have seen wananchi wanaamuka asubuhi, wanaenda kwa manyumba ya mawaziri, wanachoma manyumba, wanachoma mafamilia, they start like this. Wanaanza namna hii. Hii shida mumeona kwa nchi jirani na huku namna hii. Inaanza namna hii. Unafikiri ni mchezo, unaanza namna hii. Because please take this seriously. There is a limit to which you can push people. Last month there is a limit. All these are smart people here. They can tell you there's a limit. Unaweza kusukuma watu, usukume watu. Itafika mahali siku moja hata wewe mwenyewe utashangaa. Because you don't know how these people will respond to this constant harassment, constant intimidation, constant bravado, unprecedented abuse of power. It's as if this hubris that power does not end. So my second point again, which I took from your sermon, that you know nothing lasts forever. Hata Paulo na Sila, milango ya gereza ilifanya nini? Ilifunguka. These things will come to an end. Fellow Kenyans, whether you are in Mbeere North, Malava, or Nyansiongo, where we have been brutalized and terrorized just because of our ward seat, hii mambo itaisha. Do not lose hope in your country. Our country is great. God has blessed us with a wonderful, fantastic country. There's nothing wrong with our country. The challenge we have now is because we have bad leaders. That is the challenge. And we will overcome this challenge. Keep hope alive. Let's keep together and let's keep moving. Because in moments like this, when people do this thing to us, leaders behave like this, as citizens of the country, you might be discouraged and frustrated. Tafadhali wananchi msife moyo. Ona mama wetu hapa amepigana vita 91 years. Look at the generation she has raised. Mama ambaye alimaliza shule standard 3. Ametoa engineers, doctors, professors. In the life of this wonderful mother of ours is the hope that we all need to have. That tutafuka hiyo daraja. Na tutaenda mbele tujenge taifa letu vyema. Na tukae pamoja, tusigawanywe. Mtu asikuambie eti wewe ni Mbeere North, huyu ni nini sijui Nyamira. We are one people and God wants us to live here together. Na kwetu sisi viongozi, hasa wale tuko katika upinzani, tuko tayari. Tunaongea, tunafanya kazi pamoja kwa sababu tunataka kusaidia nchi yetu ili tujenge Kenya ile ambayo waanzilishi wale ambao walitoa maisha yao tupate uhuru walikuwa na dhamani tuwe na nchi ambao tunasikizana, tunaheshimiana, tunakaa pamoja, tunaheshimu mawazo ya wengine, tunaenda kwa kura, kama wananchi wanakataa unaenda nyumbani vizuri.
sio kuleta kifaru, mandege, polisi nini kusurutisha watu ili wewe uwe na nia yako kwenda mbele. We will overcome, we will cross that bridge. Finally, Bishop umetuhubiria kuhusu destiny. Tufikirie mwisho wa maisha haya itakuwa namna gani, na sisi kama taifa. Umegusia mambo ya Vision 2030 ya Mheshimiwa Rais Kibaki, na yale mambo yote Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na serikali ya Jubilee imefuatilia. Sasa tuko katika hiyo safari, na nyinyi wananchi na sisi wote tufikirie. The reason why we are opposing this ni kwamba Januari ikifika mtalipa school fees, na tulikuwa tumeenda kwa free day secondary education. Ile pesa ya kusaidia watoto wetu ndio hii inalipwa hapa, watu wanahongwa hapa kiholela holela namna hii. Sasa tuko na walimu wa junior secondary, hatuwezi kuwalipa. Capitation hatuwezi kutoa kwa shule. Health tuko na shida, na pesa imeporwa, inji imeporwa. Wakubwa ndio wameweka pesa mifuko yao, wanahonga wananchi ili sisi tuwe maskini tuende kupiga magoti kwao. Mimi nataka kuwaomba na kuhakikishia, in the name of God, unaweza kutusumbua, lakini vile Bishop amesema kila kitu iko na mwisho. Hata Paulo na Sila walifunguliwa wakatoka. Magoti hatutapiga kuabudu binadamu kama sisi. Hatuwezi. Wananchi mtapiga magoti? Kwa binadamu hatuwezi kupiga magoti. Kwa hivyo Bishop, ni kana kwamba Mungu kupitia kwa Roho Mtakatifu alikuandaa vizuri sana ukuje kutuzungumzia sisi viongozi wa upinzani, kwamba tusife moyo, tuendelee mbele na kupigana. Na pia hakuna kitu ambacho hakina mwisho, tuendelee na hiyo safari. Na kwamba tufikirie mwisho itakuwa namna gani, destiny ya maisha yetu. Mimi na waomba wananchi tuendelee kukaa namna hii na mapenzi.